miradi yako yote ambayo umehitaji hivi sasa, kuna uwezekano ikamilike ama isikamilike, lakini kwa maana umeingia pale kuchelewa, je, wewe mwenyewe wale watu wa magari kwa kukuamini wewe kama Caricom utafanya vipi kwa hii miradi iwanufaishe? Ile miradi ambayo nimeitaja sasa, kwanza hizi milioni 100 wanazozitaja tunategemea ni milioni 100 za njia gani. Kama ni 100 za CDF, hizo zimepangiwa miradi yote ya miaka 5, nishazipangia yote. Katika ile development plan miaka yote 5 nimeshaipangia mradi gani utafanywa mwaka huu, mradi gani utafanywa mwaka huu, mradi gani utafanywa mwaka huu, mpaka miaka yote 5. Sasa katika huu mwaka mmoja hivi, kwa sababu hela ziko, hakutakuwa na sababu yoyote ya huo mradi kutofanyika. Utafanyika, ila tu unaweza kukamilika kwa wakati ambao haukupangiwa. Hilo ndio tofauti pekee yake, lakini mwangu moyoni niko na utulivu wa kwamba miradi ile ambayo nimeelekezea kidole itakamilika kwa wakati unaofaa na kwa vile viwango ambavyo vinahitajika. Swala lingine ni kwamba pole kwa kugusia hili swala hili, maana nitakuwa maybe natonesha kidonda chako cha moyo. Ulikuwa wewe mwenyewe umejipanga kwamba Mheshimiwa Raila aje akuunge mkono ama ungane na wewe mkono pale upande wa Magarini ili muweze kupiga debe hii by election, aweze kukuunga mkono, na hilo ni swala zima ambalo mheshimiwa alikuwa yeye mwenyewe hata kabla hajaja alikuwa amelipanga ili kuja kuunga mkono kwa Magarini. Ulijisikiaje kumkosa Raila hii mikutano yote ambayo sasa hii inaendelea, wewe kama mwanachama wake, wewe kama mtoto wake? Kwa hakika jinsi tulivyokuwa tunachukuliana na hayati Raila Amolo Odinga, tulikuwa sisi ndugu, na walichukua muda mrefu sana kunishawishi nitaweze kujiunga na ODM. Nikikumbuka vizuri mwaka 2007 ndugu Oburu Odinga alinifuata na akanishauri kwamba nikaweze kutumia tiketi ya chama hicho kugombea ubunge awamu ya pili. Lakini wakati huo nami nilikuwa nimeshikilia shirikisho, sikuweza kufanya hivyo. Niliweza kuwa mwaminifu kwa chama mpaka wakati ule niliowapa mamlaka ya kuendesha hicho chama walipokisambaratisha, ndio yakaja hayo mawazo ya kwamba hakuna njia nyingine, wacha nikubaliane na ndugu zangu na tukaweze kufanya kazi pamoja. Lile la kusikitisha kabisa ni kwamba ndugu yangu tunakuja kumpoteza. Niliweza kusafiri kutoka huko nyumbani, na tambeleni nilikuwa nishasafiri kwenda huko wakati ndugu Oburu akizindua kampeni yake ya useneta. Nilienda mpaka Bondo tukazindua pamoja, na kifo chake kwa hakika ni pigo kwangu, nakubali, lakini ni pigo kwa Jamhuri ya Kenya. Ni pigo kwa Jamhuri ya Kenya, na nasema hivi kwa sababu mpaka hivi tunavyozungumza hapa, makao yake bado yamejaa watu, kana kwamba hajazika, watu wako pale. Hiyo ni kudhihirisha wazi kwa ulimwengu mzima kwamba ni kiongozi aliyependwa na wengi, na nikumwombea tu Mwenyezi Mungu akailaze roho yake mahali pema peponi. Na kwa hakika kwa upande wa huu uchaguzi kama tulivyokuwa tumepanga, kweli mfalme amekufa, lakini crown chake itadumu milele. Wale aliowaacha nyuma, imani yangu ni kwamba tutashikana bega kwa bega na tukaweze kuvuka huu uchaguzi mdogo ambao uko mikakati iko imewekwa ya kisawasawa. Hakuna pengo ambayo liko. Naamini ya kwamba wale wapenzi wa Raila Amolo Odinga ndani ya Magarini
ikizingatiwa kwamba waliopiga kura walikuwa watu 40,000 na katika hizo 40,000 Enrico Karisa, Raila Amolo Odinga aliweza kuepuka na kura 30,000. Hivyo basi nina imani ya kwamba hata japo hayuko si takosa kura za mazikwa. Wale watu 30,000 hata nusu yao wakinipigia tena, mimi nitaibuka mshindi nikichanganya na hizi zangu. Kwa hivyo yani Mwenyezi Mungu atubariki. Pole sana mheshimiwa. Hivyo basi ni Mheshimiwa Harry Kombe, mbunge mtarajiwa ambaye atakuwa anapigania kiti cha ubunge pale eneo la Magarini, ambaye amejikakamua kabisa na amejitolea kwa wananchi ili kuweza kuwaonyesha upendo, kuwaonyesha maendeleo na vile vile pia kuwaonyesha anaweza kuwachukua sehemu ya kuanzia huo mwaka wenye unakuja na kuwaweka sehemu nyingine. Niite Enrico Karisa, tunasema sema na Enrico. Endelea kutufuatilia tukukupatia habari za ndani na nje ya nchi. Enrico Karisa, capturing the greatest moments of life.